Shemu, nisikuchoshe. Samahani kidogo. Karibu ndani. Hapana shemu. Njoo tu mara moja. Samahani. Samahani kidogo. Sasa shemu. Unataka kuingia ndani jamani au? Tukaa shemu hapa. Kaa tu na maongezi machache. Karibu shemu. Shemu vipi? Umeshazoea hali? Hali inazoeleka bana shemeji yangu. Unajua. Ndio hivyo tu. Pole sana lakini shemu. Lakini shemu tusiende mbali kichunileta hapa. Shemu swala langu lile lile. Shemu swala langu ni lile lile. Mimi shemu bado nakupenda. Javi nani mwanangu? Javi. Mimi nataka sasa mtoto wa nini? Njoo msalimie baba mdogo. Na salama mwanangu. Marahaba, unaendeleaje? Naendelea vizuri tu. Vipi? Pole bwana, umeshazoea eh? Umeshazoea na umeshazoea. Sawa. Shemu, pale nimekuja kuwaona. Asante. Asanteni sana. Karibu tena. Kwa sababu najua bado mko msibana, huwezi ukasindikiza, so unajua desturi zetu. Kaa hapa kwa sababu watu bado wanakuja kuwaona. Haya, asanteni sana shemu. Haya. Asante. Haya, kwa heri. Hata ukirudi tu hamna shida. Mimi nilikuwa nimekuita ili umsalimie baba mdogo yako. Haya. Watu wengine bwana. Sasa mwanangu. Ndio mama. Hapa ndo baba yako tena ndo amefariki hivyo. Cha kufanya ni kukazana kusoma mwanangu. Kazana kabisa. Sasa wifi. Nilikuwa nadhani ungeniandalia kachani kidogo maana tangia juzi najisikia siko vizuri vizuri. Karibu rafiki yangu. Nishakaribia. Karibu. Sasa sijui hapa utakaa kweli au kae chini? Hapana, ngoja tu. Karibu rafiki yangu. Asante. Asante. Mnaendelea? Tunamshukuru Mungu. Karibu. Nimeshakaribia. Kwa hiyo nimeona na siku zimepita kama 2-3 hivi. Ikabidi nje nikuone Faridi. Maana unajua nataka kukaa peke yangu sana, maana sisi bado kuna majonzi na wazo. Lakini ni rafiki yangu nikwambie kitu, usiwaze sana, sawa? Usiwaze sana. Kuwa na moyo mgumu maana sasa hivi ndo sasa ukalia kwenye mawazo, vitu vingine vitakushinda hata kuviendesha, sawa? Unabidi ujikaze. Sasa hivi umekuwa baba, umekuwa mama. Sawa? Lakini nakutia moyo, utazoea tu. Sawa? Asante rafiki yangu. Lakini pia labda na wewe mtoto naona una majonzi. Ni kweli majonzi tu, unabidi tuwe na majonzi, lakini sasa na wewe kalia kwenye majonzi hivyo hivyo, utashindwa hata masomo yatakushinda, utaingia darasani kipindi kitakushinda, sawa? Jikaze tu, na tena wewe unabidi sasa ujikaze, hata mama wako sio na mawazo, unaongolesha, mnakaa, mnapiga story, sawa? Nimeona na hapo. Na wewe dada usio na mawazo kivile, mfariji basi wifi yako, sawa? Mfariji, mkae hivyo hivyo, mnapiga story, mna hata kumcha Mungu pia, usahau kuomba. Sawa? Sasa mimi niondoke, nilikuwa tu napita, ikabidi nje kuwaona. Asante sana rafiki yangu. Asante, tunashukuru. Haya, asante. Haya, kwaheri. Haya, kwaheri. Haya. Uende salama. Haya. Jamani, mtihani ya Karibu sana. Ameikia wito. Asante kwa kuitikia wito. Sasa nikuta hapa najadili jambo. Baada ya msiba wa kaka kupita, kuna kitu nimefikiria. Unajua kaka anazo mali nyingi. Sawa. Anazo mali nyingi
na ukizingatia shemeji yetu huyu sijui kama ataziweza. Hawezi. Sasa mi baada ya kufikiria hili nikaona niwapigie simu tukutanie hapa nyumbani ili tujadili neno ikiwezekana. Ila litawezekana, kuna cha likiwezekana. Litawezekana tu. Maana nyinyi nakubali sana. Sikia mimi ambalo naona hilo litawezekana. Sasa cha kufanya, unataka twende nakaa unajua kuna kaetu. Twende na mwenyewe unajua na mwenyewe atatupa supporter. Au hiyo mnaonaje? Unajua point. Zile mali tunataka tuzizulumu shemeji yetu. Hilo ndio tumzulumu kabisa. Lazima uweza kaziweza. Tutoke hapa twende tukampikie kaka yetu. Tumwambie na mwenyewe hilo hili jambo. Hata mwenyewe akizengua sisi tunachukua kabisa. Hakuna cha kukataa hapa. Hakuna cha kuogopa mtu. Yaani hapa ni kuzingatia zile mali tuzimiliki sisi. Sasa cha kufanya, twende sasa kwanza tukamsikilize. Sasa atatuambiaje? Yule shemeji atawezaje kuzimiliki zile mali? Hawezi kabisa. Ukizingatia na maisha yetu ndio yale. Wewe twende kwanza tukamshikishe na kaka. Hakuna muda wa kukaa hapa, labda twende tumpishie huu ujumbe. Tunakataa basi. Mambo ndo wale yani ndani. Kaka. Ndugu zangu karibuni. Mbona uko na watu sana? Hapana. Angalia hapo. Bado msiba wa kaka bado nawaanzia kufanya. Hapana. Vipi? Nawaona nyote wadogo zangu mmeongozana. Yaani hapa amebaki Odeta mdogo wetu wa kike. Lakini nafikiri na yeye labda amjamleta. Hivi kuna shida gani? Mwenyewe tumemwacha nyumbani lakini hajajua ujio wetu. Hajaujua. Sisi kuja hapa tuna lengo letu tuliwazia. Sasa kaka, baada ya msiba wa kaka kumalizika. Umeniumiza sana. Samahani kwa kukumbusha vitu vya nyuma. Hiyo utanisamehe na mimi nahuzunika lakini imeshatokea. Imeshatokea. Jinsi ya kufanya. Ila kaka, tumejadiliana na wadogo zetu hapa, wadogo zangu hapa. Kuhusu zile mali za kaka yetu. Unaonaje? Shemeji kwa atazimiliki kwa ataziweza? Ati? Kwa hiyo si yake ya Mungu, dunia imeisha. Kumbe ndio maana amewaleta mbele nyewe mko nyuma. Yaani kaka yenu kawadanganya kawajazia ujinga. Si ndio hivyo? Kwa hiyo brother, kwa hiyo wewe uko kinyume na sisi? Siko kinyume. Hili swala limekuwa na ghafla. Hapana. Hili swala naomba mniache kidogo. Na msijali kuhusu hilo. Na nawaahidi. Nawaahidi hili swala mtalitilia mkazo. Na mkienda kinyume, akia Mungu na washtaki mwenyewe. Yaani hili swala kwa sababu mlifikisha mimi kwa kaka yenu, lazima liende taratibu. Ila yule mdogo msimshirikishe wa kike. Wale wako vizuri na mawifi yake. Kama tungeenda kinyume na sheria, singekuja hapa kukupa ile wazo. Kwa hiyo tumebidi kwanza tuje kwako. Ndio hivyo yani. Fanyie changamoto. Kwa hiyo kaka sawa pamoja hapo. Haya, asante. Asante. Mimi nimezaliwa na vichwa. Na wakubali sana. Sisi ngoja tuende basi. Haya, mimi msio na wasiwasi. Haya poa. Na lazima mali zije kwenye familia. Kabisa. Haya, asanteni sana. Banta ya mwekia. Sasa niende kwa nini? Karibu shemu. Asante mwanangu. Asante. Shemu nyenda sikazini. Sasa usipende shemeji yako jamani. Karibu. Asante. Asante. Sasa kidogo shemu nina maongezi na wewe kidogo. Unaweza kutupisha kidogo mwanangu? Haya. Sasa shemu, ujio wangu ni mzuri. Huko tofauti na unavyofikiria.
Karibu. Shem, nina taarifa. Shemeji zako wamejipanga, wanataka kukudhulumu mali. Shemeji zangu wale wadogo? Sasa unaziona hizi daftari hizi? Hizi daftari nilikuwa amekuja na nili nyumbani. Akaa amezazi na John Bosco, akaa ameziacha. Sasa wakati nipo nyumbani, wakaja wote. Yaani basi gayo yomo mwisiki. Basi gayo ndio depa. Wameongozana mbele nyuma. Kaka, tunataka hii mali shemeji sio na nini. Sasa mimi wakati wanaondoka nakumbuka John Bosco kumbi. Yeye daftari za wone no mungu. Kazo kantiche. Wakati niko nataka kumpelekea daftari, kaona hapana. Tinjo kilazayo. Shemeji hawezi kumdhulumu. Ikabidi nije nikupe hizi taarifa. Shemeji kama makini. Sasa mume wangu amefariki. Sijamaliza hata mwezi jamani. Ni dunia. Niliye mbono, nebiensi. Chokashe mu byashasha na yeyamu chokabyo na shema. Kwenda. Bibishe mbyo na mbikora hapo so paka nisalitiwa ndugu zangu ni kwenda. Mbono nye naweza kuwa taarifa. Naweza kuwa taarifa shema kuwa makini. Kuwa makini sana. Siwezi kuunga mkono. Siwezi kuunga kabisa. Mimi mnavyokupenda. Yaani hata kama lakini hata kama unanikataa lakini siwezi kukubali. Yaani haya shem bye. Bye. Jamani. Mungu amefariki. Hajamaliza hata mwezi. Wanataka kunidhulumu mali. Sasa pia wananidhulumu mtoto wangu anasomaje? Lakini Mungu ataniwekea mkono. Karibu mchungaji. Karibu. Tumeshakaribia jamani, mnaendeleaje? Tupo tunamshukuru Mungu. Karibu sana. Tumeona tumekaa kanisani tukaona tuje tukutembelee. Karibu. Bali ile jaribu ambalo umekutana na wengine wameshakutana. Tukachanga kamchango kidogo kwa kufariji. Bali wewe mwenyewe usiwe shaka, lakini karibia katika mawazo yako yawaze na Mungu. Asante sana. Karibu. Asante sana. Tunashukuru. Asante rafiki yangu. Asante. Lakini tunakuomba usisahau kuomba. Sawa. Majaribu yatakwisha tu. Asante. Nitajitahidi. Unajua Mungu anasema ombeni utapewa, tafuteni utaona, bisheni utaona. Sawa. Lakini hayo maneno matakatifu Mungu aliyokuwa ameyazungumza, ameandika katika kitabu. Na yenyewe uzidi kupigana nao. Kuwe mara kwa mara unamshukuru Mungu na hili jaribu litakwisha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana. Tunaona kesho jioni. Karibuni kanisani. Sasa ngoja twende. Asante. Jamani, asante sana. Usijali rafiki yangu. Nitakupitia sawa? Haya, unipitie usisahau lakini. Haya, usijali. Haya, bye. Haya, asante sana. Jamani, wana moyo watu. Itabidi tuanze kusali mwanangu. Kabisa. Katibu, nahitaji uniandikie tarehe kesho. Kwa kesho tutakuwa na mkutano unaohusiana na mambo mbalimbali. Hebu andika taarifa hapo. Baada ya kumaliza taarifa, andika tarehe kabisa na saa utakayoandika pale. Hadi mwenyekiti. Karibu. Hadi mwenyekiti. Karibu. Asante. Karibu sana. Asante. Habari huko? Nzuri za hapa. Asante sana. Wewe ni majukumu. Asante. Tupo. Asante sana. Karibu sana. Sasa mwenyekiti. Ndio. Mimi nitanileta.
Nimesikia tetesi kwa shemeji yangu mmoja yule mkubwa ambaye amebaki. Amekuja nyumbani akaniambiaje? Kwamba mashemeji zangu wale wadogo wanataka kuninyang'anya mali zote. Sasa mimi mwenyekiti nimekuja hapa kutoa taarifa. Umekuja kutoa taarifa, umekuja kufungua kesi? Hapana. Japo sina uhakika sana. Ila najua hawezi kunidanganya yule shemeji. Kwa hiyo nimekuja kutoa taarifa. Sasa kama angalizo sije baadaye katokea kutojatoa taarifa kwenye uongozi. Vizuri sana. Katibu niandikie taarifa tarehe ya leo. Tuchukue maelezo yake. Yawe kwenye faili. Sawa. Naomba unisaidie sana mwenyekiti kwa sababu hili swala kwa kumbe leo kwenye ngazi ya uongozi hamna shida. Mtoto wangu bado chukulia ni mdogo sana, alafu anasoma. Ndio. Na kwa kumbe kwenye uongozi umefanya jambo sahihi sana. Sawa. Kwa sababu watu wengi wanadhulumiwa, wanatapeliwa huko pasipo kujitambua. Kwa kumbe umefika kwenye ngazi husika. Mimi ni mwenyekiti, nimechagua kwa ajili ya kuwatumikia. Sawa. Nitahakikisha hili swala linalifuatilia. Wakiendelea kusumbua zaidi, usiache kuja hapa kuna kulipa taarifa ili kuendelea kupokea taarifa kile kinachoendelea. Sawa sawa. Karibu sana. Haya. Tuko pamoja na wewe. Mimi ngoja niwaache niende nyumbani. Haya. Karibu sana. Haya, kwaheri. Haya. So ndio kuandika taarifa huyu mama wewe unatakiwa sababu kuja kuangalia wanafunzi. Karibu. Karibu tupo. Shemu. Msingie ndani tu tumuite tu hata hapa. Hapa. Karibuni mashemeji zangu. Rwa tukwenda. Mshakaribia. Karibu sana. Karibuni. Asante. Jamani, amkai. Tena kutushuka. Karibu sana. Ngoja mimi nichuchumae. Karibuni. Naona mmenitembelea wote. Tuja ukure basi tena. Karibuni. Ila shemu ujio mimi naona kwamba ujio huu ni mzuri. Karibuni tupo. Asante. Umeniambia niwasindikize. Niwasindikize hawa. Tumekuja kukuona yeye. Umeniambia niwasindikize. Hawa hapa wanaweza kuambia shida. Kilichotuleta sisi ni wale tusianze kukuhangaisha. Sisi tumekuja kukuambia, kukupa taarifa. Hizi mali zote za kaka alizoziacha tunahitaji utuachie sisi. Na tena tukaleta bila ugomvi ya kusata moja. Ni kwamba hizi mali tunataka tuwe nazo tuzimiliki, maana huo tuziweke. Sasa mkininyang'anya mali mimi mwanangu atasomaje? Mwanao si tunamsomesha sisi. Jamani mashemeji zangu. Mnakaa naye? Unajua shemeji, tumekaa tukazungumuza tukafikiria. Kwa kuwa hizi mali nyingi, tena wewe ukizingatia wewe ni mwanamke, kwa hiyo haiwezekani ukawa nazo yani hivi sisi tupo mashemeji zako na kwa hiyo na tuache lile na lile. Zile mali kutukabidhi sisi. Ndio, atukabidhi. Mashemeji zangu. Sio vizuri lakini mnavyonifanyia. Sio vizuri. Sio vizuri kuvipi? Shemu, mimi nafikiri kwamba kumbe hawa walikuwa na lengo. Mimi nikwambia ukweli Shemu, hawa wanahitaji utoke. Nilipowauliza kwamba vipi kuhusu mtu akasema watamlea wenyewe. Sasa mimi nitoke niende wapi? Sasa mimi Shemu nilikuwepo. Mimi nilikuwa nimewasindikiza. Mimi Shemu naomba niondoke. Sasa nyinyi mnajua. Ndio hivyo.
Ila jamani. Hakuna vya jamani hapo. Cha kufanya. Ungenisaidia tu nikalea mwanangu. Yaani kama ni mwanao sisi tunamlea wenyewe. Hakuna cha kufanya kama nalea mwanao. Ni mdogo wetu. Yule mtoto wetu. Sasa hapa cha kufanya sisi wewe tukabidhi mtoto kilichotuleta ndio hicho, na tunadhani umekijua. Kama ni mali unatukabidhi sisi hapa. Hakuna haja nyingine kuanza kujielezea, sawa? Ndani hapo mimi nimemaliza ya kwangu. Nifanyia mimi mwenzenu. Sasa mimi natoka naenda wapi jamani, mashemeji zangu? Naomba mnisaidie tu angalau. Kusaidie nini? Angalau nimlee mtoto wangu jamani. Tusaidie nini? Mnisaidie nikae nilee mtoto wangu. Jamani. Sasa kwa taarifa haya tuliyoyaongea tunaomba uyazingatie. Mbele na hivyo utatoka unataka usitaki. Acha mimi niende. Umemaliza hapo. Wewe au zingatia. Zingatia hiyo jambo. Na huyu anataka kunikanyaga jamani. Kwa hiyo samani yangu imeisha baada ya mume wangu kufariki. Jamani. Mimi nataka naenda wapi jamani? Jamani mwanangu. Nini kinaendelea? Jamani mwanangu. Mdogo zako wanataka kutujanganya mali zote mwanangu. Wamesema eti nitoke ndani niondoke. Eti wao watakulea wewe. Jamani, mume wangu amefariki, hajamaliza hata mwezi. Ona na haya tena yanachiingiza. Sasa mnifanyeje hapa jamani? Sasa mama, naomba usiendelee kulia. Endelea kulia na mimi unaniliza na niongezea uchungu mama. Sisi mama nikwambie. Hapa hakuna kinachochukuliwa. Hii ni mali yetu. Nimeachiwa na baba na baba kuachia, ametuachia sisi familia. Kwa hiyo hapa hakuna kinachodhulumiwa. Kwa sasa kwa akili yangu ninavyowaza kwa sasa au tukajaribisha kwa mwenyekiti. Tuangalie itakuwaje. Kwa mwenyekiti nishawahi kwenda lakini alikuwa majirani. Unakumbuka ile siku ambayo baba mdogo yako alikuja hapa akasema nina mazungumzo kidogo na mama yako, hebu tupishe? Alinipasha habari kwamba wanataka kuninyang'anya. Nikaenda kwa mwenyekiti nikamuelezea, akaniambia nisijali atanilinda. Sasa wewe turudi mwanangu, wewe tuangalie kama itakuwaje. Jamani, ni dunia sijui mimi nikimbilie wapi. Haya mwanangu, twende kwa mwenyekiti. Mwanangu mimi anaenda wapi? Walioshikilia ndoa zetu wajibu kwa moto, wajibu wewe, wajibu kwa moto, ndipo wakujue wewe ni nani. Wajibu kwa moto, wajibu kwa moto. Wanadamu wana maneno mengi, lakini Mungu ana neno moja. Wanadamu wana maneno, lakini Mungu ana neno moja. Wanadamu wana maneno mengi, lakini Mungu ana neno moja. Wanadamu wana maneno mengi.